Ni vizuri sana kuvote kwa sababu unapea watu kazi, lakini ni vizuri zaidi kusupervise wafanyikazi wako. Watu wenye umevotia hao ni wafanyikazi wako. Kazi yako kama Mkenya haishi wakati umemaliza kuvote. Hapana. Ati wewe voting day tu ndio sauti yako inamata. Hapana. Wewe after kuvote unakuwa supervisor. Unakuwa supervisor wa ule mtu mwenye ulivotia ama mtu mwenye alipita kwa hiyo uchaguzi. Kwa hivyo wewe bado una remain kuwa the boss wa the elected leaders. Hakuna kitu kama revolution kwa demokrasia. Wakati wa Kenya wanadai accountability kutoka kwa employees. Umeona employee mwenye ulivotia ama mwenye alipewa hiyo kazi afanye kazi venye inafaa, una hold them into account. Haiwezi itwa revolution. Kwa hivyo whatever happened on June 25, 2024 ilikuwa ni employer, the boss of the elected candidate, walikuwa wana demand accountability from their employees. As simple as that. MPs wakifeli, mabosses wao, mabosses wako na right ya kudemand accountability. President akifail, employees na Wakenya kwa jumla wako na right ya hold them into account, kwa sababu hao ni wafanyikazi wa umma. Hao sio bosses, hao ni wafanyikazi. Kwa hivyo usikuwe gaslighted ati kazi yako kama Mkenya inaishia kwa ballot, ati inaanza na inaishia kwa ballot. Hapana, after umevote unakuwa supervisor. Unakuwa supervisor wa employees wako, na hao employees ni watu ambao wamechaguliwa. Tunasonga kama Wakenya pamoja.